Daktari mtazamaji, hali gani? Natumai mzima wa afya popote unapoitegea KTN News. Karibu kwenye jukwaa la KTN ambapo kwa kawaida tunazamia mazungumzo kuhusiana na masuala mbalimbali yanayowakereketa wa Kenya na ibuka na kugonga vichwa vya habari. Leo tukiwa tunalizamia kwa kina swala la muundo wa vyama vya kisiasa, sheria inasema nini kuhusiana na vyama vyenyewe, muundo wake na pia uongozi kwenye vyama vile, tukiangalia vile vile tukio la hivi majuzi ambapo jana kulikuwa na purukushani kwenye zile afisi za chama ama makao makuu ya chama cha Jubilee. Na pia tukiangalia matukio mengine ya nyuma kidogo kuhusiana na kuwepo kwa tetesi kwenye miungano baada ya miungano hiyo kuundwa kabla ya uchaguzi, na baada ya uchaguzi basi kukawa kuna vyama aidha vinahama miungano ile na kuingia miungano mingine, ama vile vile pia wanachama wa vyama kupewa majukumu kwenye vyama vingine ndani ya muungano ambao wamejiunga nao. Ndio masuala ambayo tutakuwa tunazamia kwa kina hii leo kwenye jukwaa la KTN News. Jina langu ni Hadia Mwasiwa, studioni ninaye Mheshimiwa Kasim Tandaza ambaye ni mbunge wa Matuga, atakuwa anatusaidia kudadavua swala hili. Pia vile vile nitakuwa naungana naye ndani ya muda usiokuwa mrefu wakili na vile vile pia mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Nurdin Kagai ambaye atakuwa anaungana nasi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Asante sana kwa kuja na karibu mheshimiwa. Asante Hadia, na huwa ni furaha sana kuwa kwa hizo studio tukijaribu kuelimishana na kujibisana masuala kadhaa. Bila shaka. Asante. Na labda tukianza tu kusaidia Wakenya kwa kuelewa ni kitu gani ambacho kimetokea jana kushuhudiwa kwenye zile afisi za chama cha Jubilee. Lile ni jambo la kufedhehesha. Ni la kufedhehesha hasa tukiangalia kwamba rais aliyestaafu anajiingiza kwa masuala ambayo angekuwa aliachana nayo kitambo. Wakati Wakenya wamekupa miaka 10 ya kuwaongoza na ukamaliza miaka yako 10 kama alivyomaliza, na uchaguzi ukafanyika na we mwenyewe ukaweza kutoa zile zana za uongozi kwa rais anayeingia, sio ni haja ya kuwa tena ujishughulishe na masuala madogo madogo kama ya chama. Usisahau kwamba katika sheria zetu tulizonazo ni kwamba baada ya miezi 6 rais akistaafu huwa anatakikana pia achane na masuala ya chama ndio aweze kupatiwa majukumu mengine ya kitaifa. Na hili limetokea wakati hayati Moi alipostaafu, alipopeana uongozi kwa Kibaki, alienda nyumbani akatulia. Na wakati wa Kibaki naye alipomaliza akapeana uongozi kwake, alienda nyumbani akatulia. Kwa hivyo jambo la kutamausha kabisa ambalo lilileta taswira mbaya na sura mbaya kiulimwengu mzima ni rais mstaafu kuanza kusukumana na watu na kurushiana mawe na matia gas. Tunashindwa anatafuta nini? Lakini ukweli ni kwamba masuala ya chama yangeachiwa wale ambao saa hizi wanastahiki kuwa. Na ukiangalia katika ule upande wa chama ambacho kilikuwa kinazozaniwa cha Jubilee, msimamo ni kwamba Kanini Kega ndiye katibu mkuu kwa hivi sasa. Usahau kwamba waliweza kufanya NEC, wakaenda kwa baada ya hapo wakasilisha kwa registrar wa political parties, na si mwingine Anderetu mwenyewe akadhibitisha kwamba ilikuwa imefanyika kisawa. Sasa masuala ya Kioni na Kanini ni masuala ambayo kama ilivyoagizwa na mahakama kuu kwamba yaweze kurudi waangalie taratibu zao za kichama, wanaweza kusuluhisha huo mzozo vipi. Na haikuhusisha, hakukuwa na haja yoyote ya rais mstaafu naye kujitosa pale ndani. Hilo ndilo jambo ambalo lilitufedhehesha hata sisi viongozi wengine. Naam. Na labda tukisalia kwenye hilo, tumeona pia kuna muungano wa Azimio ambapo chama cha Jubilee kipo ndani, umejitokeza leo baadhi ya viongozi hapa Nairobi kuzungumzia vile vile tukio hilo, na pia jana tukaona baadhi wao wakiwa kwa pale kujaribu kukashifu tu kile kitendo ambacho kilikuwa kinatokea. Chama kinapokuwa kwenye muungano, chama kingine ama muungano unapojitokeza kusaidia chama kwenye mazingira kama yale, kunakuwa na taswira gani? Mimi naona ni utovu wa nidhamu, ama tumekuwa na tabia mbaya kwamba na nafikiri watu wangekuwa wanasikiza hizi ndoa za Kiislamu zingewasaidia kwamba kuoana kwa wema na dharura ikitokana pia kuachana kwa wema. Nafikiri hapo ingesaidia pakubwa, kwa sababu kuna watu ambao wakati walikubaliana wakakaa pamoja, sasa wanataka kukaa mbali, mwingine anashikilia kwamba lazima ukae. Sasa mimi sijaona ndoa ya lazima, sijaona mahusiano ya lazima hata kwa kisiasa, na ndio hii ambayo inatokea. Na usisahau kwamba kisheria ya the Political Parties Act
inaruhusu muungano kabla ya uchaguzi na baadaye ukaunda muungano mwingine baada ya uchaguzi. Kwa hivyo nakuta katika haya masuala ya Jubilee, wale ambao wako katika mabunge, kwa sababu unakuta sasa ni kama mgogoro wa wale ambao wako kwenye bunge aidha la Yala ama la hapa Kenya na Senate na wale ambao wako nje, ni kwamba na kulingana na vile tulivyoona muungano yao ni kwamba ilikuwa baada ya miezi 6 ya uchaguzi mtu ana uhuru, chama kina uhuru, huo mkataba unavunjika, na hiyo miezi 6 pia iliisha baada ya uchaguzi. Sasa sioni kwa nini kuwe na ndoa ya lazima, na ninavyojua ni kwamba hata ufanye nini hakuna ndoa ya lazima. Kwa hivyo mwisho ni kuvunjika tu. Na hata mkiwa pamoja na hamsalimiani, hamkumbatiani, hamko yani muonyeshe tu kwamba hati huyu ni bwana na bibi, lakini nyumbani hamli pamoja, ina maana gani? Kwa hivyo hivi naona ni vita ambavyo hatimaye kioni, na kwa bahati mbaya sasa rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta aliyejiingiza pale ni kufedheheka, maana yake mwishoni haitawezekana, hii ndoa itatoka tu, itabidi waachane. Naam. Na tukiangalia pia masuala ya vyama, tukisalia pale, tumeona kwamba kumekuwa na viongozi ambao tuseme labda wamechaguliwa kwa mrengo huu walipoingia uongozini, alafu baadaye kunakuwa na zile harakati za kama kutaka kuwa na mikutano ikulu kwenye serikali na labda wametoka upinzani. Sheria inasema nini kuhusiana na wewe kushughulikia maslahi ya upande ambao hauko kwenye chama chako, au vile vile pia kutaka kujiunga na kuunga mkono zile agenda za upande mwingine? Sheria iliyoko ya the Political Parties Act na naizungumzia kwa sababu pia mimi nimekuwa nazungumza nikiwa kama naibu kinara wa ANC, nishakuwa mwenyekiti wa chama cha UDF wakati ule. Na tulikuwa na wabunge, nilikuwa katika wale walioanzilisha chama cha UDF na baadaye hiki chama tulichoko sasa cha ANC. Kinasema kwamba unakuwa na hatia wakati utapigia debe ama utaeneza ujumbe wa chama chengine. Hapo itakuwa ni hatia. Lakini haijakuwa ni hatia kwamba wewe kwa sababu ni wa chama chengine usiunge mkono mswada ama taratibu ama maendeleo ambayo yatanufaisha wananchi, wakiwa wananchi hao baadhi yao ni watu wako. Unajua hapo ndipo matatizo. Hapa tunazungumzia maswala, je, Kanini Kega ama wale wengine ambao pengine wanasema huwa wanaenda State House wakifika wanasema sisi tumejoin UDA ama tumejoin ANC ama tumejoin Ford Kenya, hapo mngekuwa kuna matatizo kisheria. Ijapokuwa bado katiba ambayo ndio kubwa zaidi na uhuru ya watu kutangamana. Sasa lakini mpaka sasa sioni kwamba mtu anaweza kumtuhumu ama kumshtaki mtu katika tribunal ya vyama ama aende kotini aseme hawa wamekeuka sheria, kwa sababu kitu ambacho wamefanya ni kwamba wamesema sisi tutaunga miswada ya serikali, tutaunga miundombinu msingi ya serikali, tunaunga zile hoja za serikali. Ikiwa serikali imesema itajenga dams ndogo ndogo 1000 kusaidia wakulima, kwa nini wewe upinge? Na hizi mabwawa pia wewe unahitaji. Lakini je, kuna haja ya kwenda kufanya mikutano labda? Sasa utaiunga vipi kama ufanye? Ni kama hii ndio unasema sasa watu wawe pamoja lakini hawazungumzi. Utaelimishwa vipi? Kwa mfano mimi nitakupa mfano ulio hai. Hii mambo ya ujenzi wa nyumba, hii ya mambo ya affordable housing, watu wengi wanashindwa kuyaelewa kwa sababu hawajakaa na rais mwenyewe ama na wale watu wake wakaelezewa muhimu. Mpaka jana kulikuwa na tetesi kwamba sasa kuna kodi mpya imeletwa, watu watakatwa mishahara kwa sababu ya kujenga nyumba. Si hivyo, lakini kwa sababu hujaelezwa wewe utashikilia hivyo na umesikia hivyo. Lakini ukikaa ukielezewa kwamba sio kodi, ni wewe mwenyewe kwa hiari yako mchango, ni kama kununua nyumba, ni vile unanunua polepole. Ni ile kwa mfano rent ile ambayo ungekuwa unalipa kodi ya nyumba, ndio sasa badala ya kuwa kodi inakuwa ni pesa yako ya kununua hiyo nyumba. Na kwamba pia ni kama kuweka hazina, it's a savings scheme. Ikiwa utaamua hata kama hutaki nyumba kwa wakati huu, unaweza peana ukasema mimi nataka nikatoe 1100, kisha baadaye ukitaka kuchukua nyumba ukachukua usipotaka ukachukua pesa zako. Lakini sasa elimu hiyo utipata vipi kama unasema hawa watu wasiende na kuzungumziwa ama kuelezewa? Kwa hivyo nafikiri hapa watu wanazungumzia siasa zaidi kuliko ule ukweli na zile manufaa ambayo inapatikana. Na hili sio swala la kwamba ni chama chengine. Mimi nina imani kiongozi yoyote wa kisiasa endapo kutakuwa na mswada ambao anaona kwamba haumsaidii ama hausaidii wa Kenya,
ana uhuru wa kusema mimi si uungi mkono. Lakini endapo kuna mswada ambao moja kwa moja utasaidia, hili sio swala la vyama, ni swala la viongozi kuona ni vipi wataweza kusaidia hii nchi, kusaidia Wakenya wote kwa ujumla. Naam. Nafikiri hiyo itakuwa imeeleweka, na pia vile vile itakuwa ndani ya muda usiokuwa mrefu tunaweza kumhusisha Nurdin Kagai ambaye ni wakili na ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Labda tumkaribishe studioni, unasema chelewa ufike. Unajua alisema mapema ni best, lakini leo nimeshindikana. Haina neno. Karibu. Na labda tukikurudisha nyuma kidogo, tulikuwa tunaangalia masuala ya miundo ya vyama, sheria inasema nini kuhusiana na vyama kikatiba, na pia vile vile miungano. Tukirejelea kwenye kisa ambacho tumekiona jana, nafikiri ndio tulikuwa tunatizama picha ndani ya muda usiokuwa mrefu kwenye runinga za porukushani iliyokuwa inatokea nje ya makao ya zile afisi za chama cha Jubilee. Katiba inasema nini haswa kuhusiana na miundo ya vyama na miungano? Pia tukirejelea vile vile kujaribu kueleza Wakenya kipi ambacho kilikuwa kinatokea jana kwenye zile afisi za Jubilee. Kwanza kabisa ukiangalia katiba, kipengele cha 91 na 92 inaongea kuhusu vile vyama vinafaa kuendeshwa. Inaongea kuhusu mambo ya utovu wa nidhamu kama tulivyoona jana. Inaongea kuhusu vyama vile ambavyo vinafaa kuendesha shughuli zao zote. Lakini vile ukiangalia kila ambacho tunaona Jubilee, unajua si geni. Sababu ukiangalia kama wanafunzi wa historia, ukiangalia pale awali kuna wakati Ford Kenya ambapo kijana wa Malwa na Raila Odinga walipigania Ford Kenya. Ikabidi Raila atoke na fungue chama yake. Hapa awali tukaona wa Munyinyi akipigania Ford Kenya tena na Wetangula. Ikabidi atoke ende afungue yake. Ukumbuke pia rais wa sasa kuna wakati alikuwa ODM akasema alifurushwa. Ukuje sasa kuna wale ambao waliunda Jubilee. Kuna wale ambao nahisi ni kama walifurushwa. Upate kila ambacho kinaendelea pale ni vitu vitatu. Ya kwanza ni lazima nili kisasi na lipizwa. Ya pili ujue vyama hivi vinapatiwa pesa na ile ofisi ya vyama. Kuna ile pesa fulani ambayo iko katika Jubilee. Kuna wale ambao wangetaka kuweza kuongoza pesa ile ama kusema pesa ile tumika vipi. Alafu ya tatu ujue ni ile tuseme kuna wale ambao wangetaka kuchukua Jubilee. Kwa sababu tunaambiwa Jubilee ni chama ambayo imekufa, lakini tunajiuliza mbona inapiganiwa basi? Kama haina maana inapiganiwa kwa nini? Upate kuna siasa mingi, lakini tena vile vile uone ndio upate mpaka aliyekuwa rais anaenda pale. Unajua ndio kuna wale ambao wanasema rais astaafu aachane mambo kama haya. Lakini unafaa ukumbuke kitu moja. Kuna ile ukiangalia inasema ile Presidential Retirement Benefits Act 2013, revised 2013. Ile anasema ile kipengele 6 inasema rais hafai kuwa kiongozi wa chama miezi 6 baada ya uchaguzi. Lakini vile vile ukumbuke rais huyu ni Mkenya. Sababu katiba tena kipengele cha 38 inasema kila Mkenya ana haki ya kuunda chama, ana haki ya kuwa mwanachama, ana haki ya kuuza sera ya chama yoyote. Ndio haezi kuwa kiongozi wa chama, hiyo ni ukweli. Lakini haki zake za 38 huwezi chukua juu ni Mkenya. Ukumbuke vile vile ako na haki ya kupiga kura. Sasa inamaanisha amestaafu, haezi piga kura. Amestaafu, haezi kuwa mwanachama. So ndio maana unapata kuna siasa ambayo inapigwa. Ndio hafai kuwa kiongozi wa chama ile, ni kweli hiyo. Lakini upate ofisi ya vyama imesema shida ambayo Jubilee nayo ni shida ambayo inafaa isuluhishwe kindani. Ile walisema internal mechanism. Ndio walisema kwa sababu kwa vile kuna mambo ambayo wanasema ile wanasema neki imepitisha hao wametolewa hawajatolewa. Sasa lazima waweze kuongea kindani. Ndio jana rais akisema hao ni wenye chama hawataki vurugu na wataongea. Kumaanisha kile ambacho kinafanyika lazima kitatuliwe. Sababu chama ile pia nayo lazima iendelee na mipango yake. Sababu ujue pale ambapo iko jana tena tumeona kuna wale ambao wanaishi pale wanasema wameweza kuharibiwa mazingira yao. Kuna tiaga silirushwa pale, wanasema kunaona ni kama kuna vikundi tofauti vilikuwa pale, wanahisi ni kama usalama wao uko hatarini. So unajua chama pia inafaa kuwa haileti hali hatihati.
Chama inafaa iendeleze sera yake bila kusumbua mimi na wewe kama tuko katika chama hili. Upate ile tu utomvo midhamu kidogo, kuna kulipiza kisasi, na vile nimekuambia kuna ile wanaita political parties fund, ile pesa. Kuna wale ambao wangetaka kuweza kuendesha pesa ile. Naam. Labda nikirejea kwa mheshimiwa, kumekuwa na tetesi kwenye siku za hivi majuzi kuhusiana na chama tawala kutaka kusambaratisha vyama vingine na kuvikunja na kurudisha mfumo wa chama kimoja. Sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo ukiwa kwenye upande wa serikali? Asante. Kabla nifike hapo, ningetaka tu dakika moja ambayo wakili amelizungumzia na ni kama watu wengi hawajalifahamu vizuri ama kutilia mkazo, kwamba rais mstaafu kufikia wakati huu, ikiwa bado yeye ni kiongozi wa chama cha Jubilee, amekeuka sheria ya chama. Na ni jambo la kutamausha, la kuhuzunisha, wakati rais mstaafu yeye mwenyewe ndio anavunja sheria akijua sheria ipo. Kuwa mwanachama ni sawa, lakini tujue mpaka sasa yeye ndio kiongozi wa Jubilee ambayo ni anavunja sheria. Kwa hivyo pengine kuna mtu amkumbushe kwamba by the way, hapa unavunja sheria na unatoa mfano mbaya kwa vijana na wale ambao watakuja baada yako. Sasa swala la chama tawala, sisi tuko katika mrengo wa Kenya Kwanza. Katika mrengo wa Kenya Kwanza tuna vyama kama unavyojua, vile vyama tanzo ambazo ni UDA, NC na Ford Kenya. Sasa ukisema chama tawala, sijui unamaanisha nini, kwa sababu kama ni mrengo ambao unatawala ni wa Kenya Kwanza. Tunajua kwamba rais, kwa sababu chama kinatoka kwenye mrengo wa Kenya Kwanza. Sasa ukisema chama tawala, NC pia ni chama tawala, Ford Kenya pia ni chama tawala, PA pia ni chama tawala, chama cha UDA ambacho ni chama cha Rais William Ruto. Sasa hapo ndio nafikiri umejiweka vizuri, kwa sababu rais ni kweli hakusimama, na sisi wetu ulikuwa ni mrengo, ijapokuwa sheria inaruhusu kukifanya chama. Sisi Kenya Kwanza hakikuwa chama, lakini wetu ni mrengo. Kwa hivyo ukizungumzia chama ambacho rais Daktari William Samoei Ruto aliweza kusimama nacho na hatimaye akaibuka mshindi katika mrengo wa Kenya Kwanza. Unajua saa hizi watu wanaangalia kura zinazokuja. Hapa Kenya kura ikishapigwa siku hiyo hiyo tayari watu wanaangalia kura ya miaka 5. Kuna yule mwingine atasema huyo harudi, na hata hajaapishwa lakini sasa anasema huyo harudi. Kuna mwingine, hiyo ndio Kenya vile ilivyo. Lakini tunashukuru, mbali na kupenda siasa, mambo yetu yao yanaendelea. Kwa hivyo hii ni siasa ya 2027, ni siasa ya mwaka unaokuja wa 2027. Na ukweli ni kwamba katiba, na nashukuru wakili uko hapa, pamoja na sheria za Political Parties Act inaruhusu watu kuwa na mikataba kabla na baada. Watu wanaruhusu kurebrand chama, kinaweza kwa hicho lakini baadaye kuita kwa mfano ANC ukipatia jina jingine kisheria. Inaruhusu kupitia vile vitengo vinavyohusika vya NEC na vinginevyo kuamua hiki chama sasa tunataka tujiunge na chama chengine, either katika huo muungano jina liwe lenu ama liwe lao, ama mtoe jina mpya. Yani kuna lolote ambalo linaruhusiwa. Sasa ili swala ambalo watu nafikiri labda umeogopa kusema kwamba vyama vinataka kumezwa, nafikiri hilo ndio wasiwasi ambao watu wako nayo. Lakini nikizungumzia chama changu cha NC, mimi nikiwa naibu kinara wa NC, mpaka sasa hatuna mipango ya kuvunja chama. Na mpaka sasa mkataba tulionao na UDA na Ford Kenya na wengine ambao ndio uliweza kusimamisha Kenya Kwanza bado upo. Na hatukuwa tumeupatia muda kwamba mkataba huu baada ya miezi 6. Unajua wale wenzetu walikuwa na mikataba yao kwamba baada ya miezi 6 baada ya kura wanaweza kutoka. Wetu hauna huo muda kwamba baada ya miezi 6 ama mwaka mmoja tunaweza kutoka. Kwa hivyo haya ni maswali ambayo kulingana na tutakavyoona, kwa sababu mwaka unaokuja lazima serikali Daktari William Samoei Ruto aweze kumaliza miaka yake 5. Kwa hivyo tunaangalia, kimombo tunasema zile dynamics ambazo zitakuja. Ni zipi ambazo zitatufanya sisi tuweze kushinda, tuweze kuzungumza na wananchi waweze kutuelewa na tuweze kurudi mamlakani. Ikiwa kuungana kuwa na chama kimoja ndio itatupatia ushindi kwa urahisi, basi hilo ndio lengo. Hata wale wapinzani wangetaka washinde na watakuwa na mbinu zao. Ikiwa tunasema kwamba hivi tulivyo, kwamba tuna muungano lakini vyama vibaki vile vilivyo, kwa sababu kwa bahati mbaya siasa yetu
najaribu kustai kutafuta kusema ni za kiukabila, lakini ni za kimaeneo. Kwa sababu sasa kama sisi watu wa pwani, ukisema sisi tuna siasa ya ukabila, sasa tuna siasa ya ukabila labda eneo ya pwani, chama ambacho asili yake ni pwani. Na utakuta pia upande wa kule magharibi, na hiyo pia ni kama maeneo, manake makabila ni mengi katika sehemu moja. Sasa hizo ndizo dynamics ambazo zitakuwa, lakini mpaka sasa nikikaa hapa hakuja kuwa na mazungumzo ambao watu wa UDA, wa chama cha UDA wameweza kutuandikia ama kutoa maoni kwamba tungetaka tufanye hivi. Haya yanayotokea ni mambo ya majukwaa. Unajua wanasiasa wakikaa kwenye jukwaa wanaweza kusema hata kuanzia kesho mimi nitahakikisha hii mvua hainyeshi, na watu wakapiga makofi wakiaminisha kwamba ana uwezo wa kusimamisha mvua. Naam. Nafikiri hiyo itakuwa imeeleweka. Labda nikimhusisha Nurdin, hoja aliyoitoa mheshimiwa ya kuwa kuna uwezekano kwenye miungano wakawa na mikataba ya kuwa waingie kwenye chama kimoja kama mikakati ya kuwa kwenye uchaguzi unaokuja au wasalie vile walivyo. Kisheria hili linasemaje kuhusiana na labda kuwa kwenye muungano, kuingia kwenye chama kimoja, kurejea baadaye kurudi kwenye vyama tofauti? Linawezekana na sheria inasema nini? Kwanza kabisa linawezekana sababu limefanyika hapo awali. Hata uchaguzi ambao tumetoka kunaona kuna zile mrengo ambazo zilitengenezwa. Lakini baadaye ukasikia kuna wale ambao wanasema walishurutishwa. Unajua pale ambapo unashurutishwa tena haiwezi kuwa mkataba tena. Unaelewa? Sasa lazima iwe hiari yako. Muweze kuelewana, muweze kupanga, mjue kwa nini mnaunda mirengo hii. Na kama itakuwa chama kama Azimio ambao walikuwa wanasema ilikuwa chama, unaunda chama kwa nini? Na chama hii ina msingi gani ama itaendeshwa vipi? Sasa kuna vile ambavyo walifanya mabadiliko kwa ile Political Parties Act kabla ya uchaguzi. Hiyo inaonyesha vile sasa unajua inasema hata mrengo inaweza kuwa kama chama. Ndio maana Azimio wanasema Azimio is a political party, kwa sababu vile ambavyo walibadilisha katiba, walibadilisha ile hiyo kipengee ya Political Parties Act ikaweza kuwa vile. Sasa ni vile ambavyo wanasiasa watataka, vile ambavyo amesema. Unajua ni kweli tu katika hali ile ya kupanga siasa. Kuna rafiki yangu ambaye amenitembelea juzi kutoka nje akaniuliza, "Ni hii kura yenu mnapiga lini?" Nikamwambia kura tulipiga mwaka uliopita. Akaniambia lakini siasa ambayo hapa iko juu sana. Nikamwambia hapa tunapiga kura, kesho tumeingia siasa, tumeingia uwanjani tena. Ule ambaye ameshinda, amesahau ameshinda, anataka ile ya juu zaidi ama anauliza ndarudi aje. Ili tungeomba wanasiasa, kwa sababu unajua ni ile ukimomba wanasema human nature. Unataka kuprotect ile interest. Lakini ni vizuri ikifanya vile pia fanya kazi. Sababu kuna wale ambao wataingia katika hali ya kupiga siasa, asahau kumbe ana kiti tayari. Kiti ile ameisahau, na ndio maana wengi wao huenda nyumbani baada ya miaka mitano ama vipi? Sababu ukiangalia pale bungeni wengi huenda nyumbani. Sababu umepata kiti lakini unapiga vile nitakuwa seneta na mimi ni mbunge. Wewe unapigana na seneta akifanya kazi yake, umesahau yako. Na unajua pale ndio mwananchi anaumia. Tungependa pia miungano hizi kitengenezwa au mirengo hizi iwe kwa minajili ama kwa niaba ya kuweza kusaidia Wakenya. Sababu mna sera fulani ambayo mngetaka kutimiza. Kuna wale ambao sasa wako uongozini chini ya Kenya Kwanza. Wana ile ambao wanaita the plan. Tungependa plan ile iweze kuonekana ama waweze kutimiza. Ujue shida tuko nayo ile wanasema political vehicles. Unajua sababu nyani ni wale msitu ndio badilika. Sasa msitu ni vile vyama. Unapata kuna manifesto hii inatolewa, inakosa kutimizwa. Chama inabadilishwa. Baada ya miaka mitano manifesto ni tofauti. Sasa imefika mahali hatuulize maswali, ile manifesto ilienda wapi? Sasa tumeleta nyingine mpya. Chama ni kipya. Kama chama ile ilikuwa na mabaya yote haikufanya kazi, tunasahau. Unajua ni ile wanasema siasa ya Kenya iko na euphoria mingi. Wanasema ni euphoria, ni upepo. Ikipita hivi inapita na kila mtu. Ndio maana zile nomination wanapigania, sababu ukiangalia vile amesema ni eneo hii chama gani inawika. Nikiweza kupita hii mchujo nimeingia ndani. Unapata kuna wengine ambao wanapita michujo na hawana nia ya kuweza kufanya kazi. Naam, labda tukisalia kwenye masuala hayo, nimhusishe mheshimiwa alafu utakuwa pia unajibu swali hilo kwa upande wako. Kuna kisa kama cha mwanachama aliyekuwa mwanachama wa ANC, sijui kama niseme aliyekuwa, utakuwa unatufafanulia kama alihama chama ama bado yupo. Mheshimiwa Malala alikuwa kwenye chama cha ANC na bado akapewa majukumu ya kuongoza chama cha UDA. Kwenye kisa kama hichi, ni vitu gani ambavyo vinafaa kutokea kisheria kwenye chama? Anafaa kuwa atajisalimisha kutoka kwenye kile chama kuchukua majukumu mengine, na ama anaweza kuwa bado kwenye chama lakini akachukua majukumu, bora mrengo ni ule ule?
kutoka na ufahamu wangu kama nilivyotanguliza kwamba nimekuwa na hivi vyama kwa muda, ni kwamba ukitaka kutoka kwenye chama hapa kuna tofauti ya mwanachama wa kawaida na mwanachama ambaye amechaguliwa. Mimi nikitaka kutoka kwenye chama na taratibu za kufanya na pia kuna mambo ambayo yataambatana na kutoka kwangu. Kwa mfano nikitaka kutoka kwenye chama moja kwa moja pia napoteza kiti changu. Lakini usisahau yeye alisimamia kiti cha ugavana na akakosa. Kwa hivyo akawa ni mwanachama wa kawaida. Na katika chama chetu cha ANC mimi nikiwa naibu kinara wa chama, yeye hakuwa na nyadhifa yoyote ya kwa chama. Alikuwa ni mwanachama akapatiwa tikiti ya kugombea ugavana. Hakuwa secretary, hakuwa katibu, hakuwa mweka hazina, hakuwa nani, hakuwa na chama chochote. Kwa hivyo alikuwa mwanachama wa kawaida. Na taratibu wakili uko hapa ni kwamba mwanachama wa kawaida akitaka kutoka anaandika barua kwa msajili wa vyama na kopi kwa kile chama. Wakati zikishapatikana na kudhibitishwa kwamba ni ukweli, basi inafikiri kama sikosei ni muda wa siku 14 moja kwa moja anakuwa ametoka. Na ni uhuru wa kila Mkenya kuchagua kile chama ambacho anataka kuambatana nacho kwa wakati wowote. Kwa hivyo alitumia haki yake ya kisheria, haki yake ya kikatiba kuona kwamba nimemalizana naona saa hizi na ANC, wacha niende nihudumie UDA. Hii haimaanishi kwamba ni kwa sababu ni mrengo mmoja. Hata kama ingekuwa ameenda kwa chama ambacho si mrengo mwingine, tena bado ingekuwa ni haki yake. Nafikiri hilo limeeleweka. Tutakuwa narejea baada ya pumziko fupi kumhusisha wakili Nurdin hapa aweze kutupatia mawili matatu kuhusiana na sheria, lakini nafikiri pia vile vile mheshimiwa amevaa lile joho la kisheria na kufafanua mpaka kikatiba siku ni ngapi na mambo yanakwenda vipi. Tutakuwa tunarejea na kuzama ndani zaidi kwenye mazungumzo haya baada ya muda usio mrefu. Usibanduke ulipo.